mwalimu mzuri wa sheria. Unajua watu waliosomea sheria wanaajiriwa sehemu gani? Wanaweza wakawa ni wakuu wa wilaya. Mtu aliyesomea sheria anaweza akawa mkuu wa mkoa, anaweza akapewa cheo katika jeshi, anaweza akawa ni hakimu mahakamani, vyovyote vile. Lakini mtu aliyesomea sheria ana uwanda mpana kupata ajira katika mazingira makubwa na mazuri. Sauli alikuwa ni mtu mzito. Gamalieli alimfundisha nini maana ya sheria, na Sauli aliishika sheria ya Kiyahudi. Aliishika dini vizuri zaidi ya wewe. Wewe umeushika upendo. Sauli aliishika dini vizuri. Kama mtu ana uwezo wa kukukamata akakuchinja, sio kitu cha kawaida. Alishika dini. Wale wenzetu wameishika dini vizuri. Wameishika sana. Wana uwezo wa kukuchinja hadharani, na kwao ikawa ni utukufu. Ilikuwa kwa Sauli hivyo. Aliwakamata wanaume ambao walikuwa wana familia zao, aliwakamata wanawake ambao tayari walikuwa ni wamama ambao wanamjua Mungu, wamama ambao walikuwa wana familia zao, akawakamata, akawatesa, akawatupa gerezani. Siku moja kati Sauli ameamua kwenda katika mji fulani baada ya kifo cha Stefano, ili aende akaendeleze kazi yake ya kuwatesa watu wa Mungu. Aende akawakamate watu ambao walikuwa wakilishika agizo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Badiliko la tabia linaweza likatokea kwa mtu yoyote. Haleluya. Ukisoma sura hiyo ya 9 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 22, unamwona huyu mtu ambaye ninamzungumzia Sauli, namna ambavyo Mungu anaenda kumbadilisha kwenye maisha yake, namna ambavyo Mungu anaenda kumfanya kitu cha tofauti. Hebu fungua kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 22. Nitasoma baadhi ya maeneo. Biblia inasema, kumbuka hapo ni baada ya Stefano kufa. Sauli anaendeleza shughuli yake ya kuua watu. Anaendeleza ukatili wake wa sheria na dini ambayo ameishika. Biblia inasema, lakini Sauli alizidi kutisha na kuanza kuwaua wanafunzi wa Bwana. Akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi. Maana yake ni kwamba alipewa barua za kwenda kutembelea masinagogi yote ambayo yapo Dameski, na apewe barua za kwenda kuwaua na kuwatesa watu. Maana yake kibali. Sauli alipewa kibali. Sikiliza. Ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu gerezani, sio kuja kuabudu. Hata alipokuwa kisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini. Akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, unani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu uliyeniudhi wewe. Lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa kupasao kutenda. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakisikia sauti, wasione mtu. Sauli akainuka katika nchi, na macho yake yalipofumbuka hakuona kitu. Wakamshika mkono, wakamleta mpaka Dameski. Akawa siku 3 haoni wala hanywi. Wakati Sauli amekusudia kwenda kuwatesa watu ambao wana umuhimu kwenye maisha ya Kikristo, amekusudia na ameenda mpaka kwa kuhani mkuu, akampa kibali cha kuwatesa watu wa Mungu. Biblia inasema Sauli ghafla akaanguka chini, ikaja sauti na nuru sio ya kawaida, ikamwangaza sio kawaida. Siku hiyo Sauli ilikuwa ni siku ya tofauti, siku ambayo Mungu aliamua kuweka badiliko la Sauli. Kuanzia pale nimekupa sifa za Sauli. Alikuwa ni mtu mbaya, alikuwa ni muuaji, lakini alikuwa ameishika dini, alikuwa ameishika sheria. Sauli akawa kipofu, alipoamka anafungua macho haoni. Alafu Mungu anamwambia simama, akampa maelekezo aende mpaka sehemu fulani huko Dameski. Sio lengo lako suluhia kuua watu. Haya sasa
sasa ua ukiwa kipofu. Biblia inanionyesha ya kwamba hapo mbele Mungu akamwagiza mtu mmoja anaitwa Anania. Akamwambia Anania, nenda ukamwekee mkono Sauli, alafu umwambie mimi Mungu nimechukizwa na matendo yake. Haleluya. Biblia inaeleza kwamba Sauli alipofika sehemu siku ya 3 anawekewa mkono na Anania, Sauli anaona, Sauli akabatizwa, Sauli akaokoka, Sauli akawa mtu wa maana kabisa ambaye Biblia inaeleza kwamba ni mtu ambaye saizi ana historia kubwa, akaitwa jina la Paulo ambaye tunalijua hivi leo. Maana yake ni kwamba Paulo huyo ambaye tunamzungumzia hakuwa na tabia hizi ambazo tunaziona leo. Alikuwa mtu wa ajabu. Mungu akiamua kumbadilisha mtu anabadilisha kabisa. Mungu akiamua kumbadilisha mtu anambadilisha kabisa. Tabia za wanadamu zinaweza zikawa ni nyingi ambazo hazielezeki, lakini Mungu akitaka kuzibadilisha anazibadilisha. Mambo matatu yanaonyesha mtu anabadilika na tabia. Ngoja nikwambie, sisi tumeokoka. Na tulivyookoka tulikiri kuacha dhambi, si ndio? Kila mtu alisema nimekiri, naomba toba, sitendi tena dhambi. Mungu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ujue shida ni kwamba kuna watu wamezaliwa kwenye wokovu, hawajawahi kukiri. Kama hujakiri, usitanishe umeokoka bado. Umezaliwa kwenye wokovu, unatembea neema ya watu, hujawahi kukiri kama Yesu ni Bwana, alafu unasema umeokoka, unatusindikiza. Ni lazima upige magoti, hata kama umekuwa kanisani miaka na miaka, unalijua neno la Mungu vizuri. Ni lazima upige magoti, alafu ukiri, useme Bwana Yesu, ninakupokea leo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Biblia inasema atakaye nikiri mbele za watu. Haleluya. Kwa hiyo badiliko, zipo tabia zinazomuonesha mtu kwamba amebadilika. Vipo vitu vinavyomuonesha huyu mtu sasa amepata badiliko katika tabia zake. Hakuna kitu ambacho kinamtesa mwanadamu kama tabia. Wewe nikikupa dakika moja ujifikirie ni tabia gani inakutesa, utasema. Hata sasa hivi kuna watu tayari wana majibu. Zipo tabia ambazo zinawatesa watu. Wameokoka lakini kubadilika kwenye hizo tabia imekuwa ni ngumu. Ni lazima ukubali Yesu abadilishe hizo tabia. Jambo la kwanza, ili uone mtu ambaye amebadilika tabia zake, ni lazima awe mtu wa kutubu na kuacha dhambi. Nimeshangaa Roho Mtakatifu leo. Kilichofundishwa asubuhi kinakaziwa mchana. Tumefundishwa mambo ya Roho Mtakatifu. Mimi sikuongea na mchungaji kwamba mimi naandaa neno hili yako, ila Roho Mtakatifu kaleta. Mtu ambaye anatubu na kuacha dhambi, huyo mtu anabadilika na tabia. Mtu ambaye ni wa kutubu na kuacha dhambi, huyo mtu amebadilika tabia. Katika kitu ambacho kinambadilisha mwanadamu tabia ni katika kutubu. Inapotokea mtu amefanya dhambi, amefanya kosa, unajua kuna watu wanatofautisha kati ya dhambi na makosa. Si hapo? Hivi si kuna tofauti kati ya dhambi na makosa? Maanake mtu anapofanya kosa au anapofanya dhambi, anapotubu na kugundua kwamba nimekosea, akaanguka na kunyenyekea mbele za Mungu akasema Baba, nisamehe nimekosea, alafu akaacha ile ambalo alikuwa analifanya, huyo mtu anabadilika na tabia. Lakini ukiona mtu ambaye bado ameokoka lakini dhambi imemtawala, ameokoka lakini bado anafanya dhambi, huyo mtu bado ana tabia ya hajabadilika tabia. Yaani kama leo hii umeokoka lakini kuna tabia fulani hauwezi kuziacha. Kila ukijaribu kuziacha hauwezi kuziacha. Usijitie moyo useme wanadamu wote hawajakamilika bwana. Hiyo tabia kwa nini inajirudia? Usijitie moyo ukasema Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi kwamba kila mtu ametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wewe sawa, lakini kwa nini hiyo tabia inajirudia? Jiulize, ni kwa sababu haujabadilika. Kila tabia ili ubadilike ni lazima uamue kubadilika. Usipoamua kubadilika huwezi kubadilika. Yaani hata mazingira yanafanyaje huwezi kubadilika kama hujaamua kubadilika. Ni lazima uamue kubadilika.
Kitabu cha Ezekieli sura ya 18 mstari wa 21. Mtu alifungulia haraka haraka. Ezekieli. Jamani, nimepata Ezekieli kipo baada ya maombolezo, msije mkazunguka sana. Unaweza kumkuta mgeni kwa Agano Jipya au yupo Kumbukumbu la Torati. Ezekieli 18:21. Mtu atusomea haraka haraka. Ezekieli 18:21. Imeandikwa. Ndio. Lakini mtu mbaya akigairi. Lakini mtu mbaya akigairi, manake akibadilika, akiacha na kuacha dhambi zake zote alizozitenda. Na kuacha dhambi zake zote alizozitenda. Na kuzishika amri zangu zote. Na kuzishika amri zangu zote. Na kutenda yaliyo halali na haki. Na kutenda yaliyo halali na haki. Hakika ataishi. Ataishi. Hatakufa. Hatakufa. Jambo la ajabu. Ikiwa mtu ataamua kugairi na kuacha maovu, ataamua kugairi na kuacha dhambi, akaamua kusema hii dhambi mimi siitaki tena, akaamua kusema hii tabia mimi siitaki tena, akatubu, akazishika amri za Mungu, maana akafuata yale maagizo na sheria za Mungu, huyo mtu hatakufa, ataishi. Mtu mwingine anaweza kusema kufa kivipi? Kuna watu wanaishi lakini wamekufa kiroho. Kazi ya dhambi ni kumpooza Mkristo asiwe hai katika roho. Kazi ya tabia ni kumpooza Mkristo asiwe hai katika roho. Anakuwa amekufa lakini anajiona yuko vizuri. Mwingine unakuta kashachoka, amechoka, baba watu wanamuona amechoka, lakini atajitahidi kujitutumua na kupandisha mabega aonekane kwamba amevimba, lakini amechoka, amechakaa. Ni sawa na ganda, ni sawa na mapepe tu. Tabia inaharibu mambo mengi. Tabia ni chanzo cha kumwasi Mungu. Tabia lazima ukubali kubadilisha tabia zako. Yaani haijalishi umeokoka mwaka 1940 au umeokoka jana. Kitu cha kuzingatia kwenye maisha yetu, tafuta kubadilika tabia. Tabia zetu hizi ndogo ndogo. Mwingine uzinzi, yani kwake kuacha imekuwa ni tabia yake. Mwingine matusi. Kutukana mpaka watoto wanamuita mtoto shetani wewe. Tabia mbaya hiyo. Tabia mbaya. Ni lazima uhakikishe kuna tabia zinabadilika kwako, tunasema wewe una badiliko la tabia, umeokoka. Kwa lugha nyingine ni kwamba mtu aliyeokoka ni lazima awe na badiliko la tabia. Kama kuna tabia fulani, vuta picha zile dhambi ambazo ulikuwa unazitenda wakati hujamjua Kristo. Kama bado unazitenda sasa, maana yake bado hujaokoka. Hujaokolewa mkuu. Hujaokolewa kamanda. Hujaokolewa mama yangu mkubwa, hujaokolewa dada. Bado hujaokolewa. Kuokolewa ni kuacha yote. Kutoka kwenye mateka kuja sehemu halisi. Haleluya. Halo. Amen. Wangapi wamebadilika tabia? Wangapi wanasema tunabadilika tabia leo? Kitabu cha Wakorintho sura ya 2 mstari wa 5. Wakorintho wa 2 sura ya 5 mstari wa 17. Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama, ya kale yamekwisha, yamekuwa nini? Mapya. Ukishaingia ndani ya Kristo, yaani tazama mtu akiwa ndani ya Kristo. Sio kule nje, ndani ya Kristo. Huyo mtu mambo yake ya kale, zile tabia za kale, vile vitu vidogo vidogo vya kale vimekwisha. Amekuja kwa Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Kipya kabisa. Sasa kiumbe kipya kisije kikawa ni yule nguruwe ambaye kila siku akisafishwa anajirudia kwenye matope, anajivuruga, anarudi tena. Umsafishe. Mungu apendezwe. Ni lazima tubadilike tabia. Tabia ni kitu kibaya sana. Badilisha tabia mpendwa. Ili unaona Mungu lazima badilishe tabia. Wengine hata biashara zao zimekufa kwa sababu ya tabia. Tabia zinamaliza biashara. Kamtaji kadogo unaonga, unafanya nini? Tabia. Katabia yako kanakuandama. Mwingine mtaji mdogo hiyo unakula, hiyo ni tabia. Badilisha. Yaani ili
unataka kufanikiwa kwenye maendeleo yako binafsi, ni lazima uwe na tabia hata ya kujinyima. Hiyo ni tabia kiumbe kipya. Sio kwa sababu tuna uhakika wa kesho mwingine anakuambia nina imani. Waebrania 12:1 inasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwa, ni bayana mambo yasiyoonekana. Ninakula leo, kesho Bwana atanipa. Tena Biblia inasema, sijui ndege wa angani hawalimi, lakini wewe utakufa vibaya. Kufa vibaya. Badilisha tabia ambazo unaona kabisa hii tabia inaniharibu, tabia inafilisi uchumi wangu, tabia inanitenga mbali na Mungu, tabia inanifanya nikosane na wanadamu. Badilisha hiyo tabia na muombe Mungu kubadilisha hiyo tabia. Haleluya. Jambo la pili. Matendo mapya yanaonyesha mabadiliko. Matendo mapya yanaonyesha mabadiliko. Ngoja nikwambie, mtu ambaye ameokoka ni lazima awe na mabadiliko. Yule mtu aliyeokoka leo sio yule wa jana. Yaani ni lazima uwe na mabadiliko fulani. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 26 mstari wa 20. Biblia inasema wapate kutubu na kumgeukia Mungu wakifanya matendo yanayostahili toba. Maana yake ni kwamba mtu ambaye amemjua Kristo ni lazima awe ni mtu ambaye matendo yake yanabadilika. Sio mtu ambaye kila siku yuko na mambo yale yale. Sio kila siku yuko na vitu vile vile. Ni lazima awe na matendo ambayo yanabadilika, yanatubukika. Maana yake ni kwamba ukitubu, jambo linaisha, matendo yanabadilika. Mambo yanakuwa mengine kabisa. Haleluya. Ni lazima uwe na mabadiliko. Usipokuwa na mabadiliko, tunaweza tukasema huyu mtu ameokoka au ameokota. Kuna watu wengine wameokota. Watu wengine wameokota, waliokoka. Nimeokoka. Kumbe sema nimeokota. Ila ukasikia hiyo taa kama kaa. Kumbe ni taa. Ninaposema habari ya kubadilika matendo, ninamaanisha kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 16, Biblia inasema mtawatambua kwa matunda. Hapo ndipo ninapozungumzia. Mtawatambua kwa matunda. Maana yake mtu huyu ambaye anasema amebadilika tabia ni lazima uone ukuaji wa kiroho. Halo. Ni lazima uone ukuaji wa kiroho. Mtawatambua kwa matendo. Maana yake matunda. Kwa matunda hayo ambayo mtu anayo ndio utajua huyu mtu amebadilika. Kama Robert tulimwona mwaka juzi akiwa hawezi hata kusoma Biblia vizuri, mwaka huu lazima tumuone anasoma Biblia. Mwaka huu lazima tumuone anahubiri Injili. Mwaka huu lazima tumuone kuna manufaa fulani anayapata akiwa ndani ya Kristo. Haya ndio matunda, matokeo ya kuwa ndani ya Kristo ndio tunayazungumzia. Sio mtu ambaye ana wivu, ana usuda, ana kiburi. Yaani huyo mtu hapana, tunataka tumuone mtu ambaye ana matunda mazuri. Matokeo ya wokovu ni kupata neema zaidi ya kumtumikia Kristo katika makubwa. Sio kila siku uko pale pale. Sio kila siku vile vile. Sio kila siku pale pale. Lazima kuwe kuna mabadiliko. Wewe umebadilika tabia. Usipoona mabadiliko kwenye maisha yako, jua kuna tabia unazibadilisha. Halo. Kuna watu wanaumia hata kuniangalia sasa. Mimi nafikisha ujumbe. Mimi ni messenger. Haleluya. Badilisha tabia. Tabia ni kitu kibaya sana. Matendo yako ni lazima yabadilike. Ni lazima uoneshe kwamba umekuwa kwenye maeneo fulani. Wakati mwingine hata habari ya kukemea dhambi, sio lazima mchungaji akakemee mshirika dhambi. Biblia inasema tuonyanye sisi kwa sisi. Mimi nikuonye na wewe unionye, sisi kwa sisi. Yaani maana yake ile neno kuandikiwa mchungaji au kuandikiwa mwinjilisti au kiongozi fulani, lile neno ni la kwetu. Ukiona umetenda dhambi, mwenzako akakuona, unasema unataka kusema asante Roho Mtakatifu. Mimi nikiona kwamba tena kuna sehemu umekosea, niseme asante Roho Mtakatifu. Ndio mabadiliko. Hayo ndio matunda. Kwamba huyu mtu sasa amekuwa, hata kama ukimweleza jambo analifurahia. Na ukitaka kujua kanisa limekuwa, ni lazima watu wao wanaonyanya wao kwa wao. Lazima mimi nikuonye na wewe unionye. Haleluya.
Ni lazima ubadilike kwenye matendo yako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 4. Siendi sana, muda umeenda. Jambo la 4 na la mwisho. Mwambie jirani yako unyenyekevu. Unyenyekevu. La 3 sijataja. Nimetaja. Kweli, mambo ni matatu. Hilo niliwatajia la 2, alafu hili ni la 3. Mpo vizuri. Jambo la 3. Kumbe mimi nikajua kuna watu wameandika 3 kama nilivyosema. Asanteni. Unyenyekevu. Fungua kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 3. Wafilipi sura ile ya 2 mstari wa 3. Biblia inasema, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu anamhesabu mwenzie kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu angalie mambo ya wengine. Ngoja nikwambie, Paulo ambaye tumemsikia kwenye utangulizi ni mmoja kati ya viumbe ambao vimetokea vya ajabu duniani. Yaani ni mmoja kati ya viumbe vya ajabu vimewahi kutokea duniani. Mmoja kati ya viumbe ambao Mungu amevipa nguvu ya ajabu dunia hii. Ngoja nikwambie, ukiona mtu alikuwa ni katili, alafu anarudi kunyenyekea, hata mtoto mdogo anamnyenyekea, huyo mtu ni wa ajabu. Kiumbe cha tofauti, sio kawaida. Biblia inasema Mungu hupendezwa na wanyenyekevu. Na anasema Mungu, tena kuna mahali pengine anasema Mungu huwapa wanyenyekevu rehema. Faida za kuwa mnyenyekevu. Mtu aliyebadilika tabia ni lazima awe mtu aliyepondeka, awe mnyenyekevu. Biblia inasema tusijikweze kwa neno lolote, tusijiinue, tusiwe na majivuno. Tumesoma majivuno ni tabia ambayo ndio imewaua Wakristo wengi. Majivuno katika kitu ambacho kimewaua watu ni majivuno. Unajua majivuno mimi nafananisha na sifa. Sifa kitu kibaya sana, kujisifu, kujikweza. Bila mimi hapa mnatufanyika mabega juu. Kati mwingine labda hata ukimwi mtakufanya umenyanyua mabega, unajifanya umejikweza. Kwa Mungu hakuna anayejikweza. Kwa Mungu tunanyenyekea. Kwa Mungu tunajiona sisi hatufai. Kwa Mungu hakuna thamani zaidi ya Mungu. Hakuna thamani zaidi ya mwenzangu. Hakuna, mimi siwezi kuwa thamani zaidi yako. Hakuna. Ndivyo ilivyo desturi ya Kikristo. Usiwe mtu wa kujikweza. Usijiinue. Mungu anawapa rehema wale wanyenyekevu. Tabia ya kujikweza usikubali ikakutawala. Ndio tabia inayoua. Ndio tabia inayoua Wakristo wengi wameishia kwa Wakristo. Hivi tunaomba kuna tofauti kati ya mlokole na Mkristo. Ndio. Basi hiyo tabia imefanya wengi kuwa walokole. Si ndio hivyo? Wengi wamekuwa walokole. Mimi mlokole bwana, utaniambia nini? Tangu mwaka 1952 mimi nimeokoka. Wewe utaniambia nini bwana? Kwenye habari ya Mungu utaniambia, kwa habari ya ile kanisa utaniambia nini wewe? Una nini? Umekuja juzi tu wewe. Wewe kuja tu. Utaniambia nini? Sisi born tu kitambo huko. Tumezaliwa muda, tunajua. Kwenye biashara utaniambia nini mimi wewe? Mimi nina fedha utaniambia nini? Yaani usiwe na tabia ya kujikweza. Hiyo tabia ni mbaya sana na Mungu anawakataa hapo ambao ni wana majivuno. Mungu hawaangalii kabisa. Mungu anapenda watu wanyenyekevu, waliopondeka mioyo, watu ambao wanamjua Mungu kweli, kwamba nikiamua kupondeka kwa Mungu kuna kitu nitakipata. Biblia inasema yule ambaye anajiona kuwa mkubwa atakuwa mdogo, na yule ambaye anajiona mdogo atakuwa mkubwa. Ndivyo ilivyo desturi ya Mungu. Kanuni ya Mungu kuwainua watu. Yule ambaye anacho anasema sina. Umeona? Na yule ambaye hana anasema sina kabisa. Sio mwingine, yaani wengine hata hawana lakini wanasema wanacho. Yaani mwingine hata hana lakini anasema anacho. Tabia majivuno. Bila kwa mimi kwa dhaiba nini? Wewe unakufa kesho kutwa tu. Bila mimi kuna kitu hapo, bila mimi
Wewe bila wewe, Yesu ana watu wa kuwatumia, nakwambia. Yesu ana watu waliopondeka mioyo atawatumia. Usipokuwepo wewe, utakuwepo wengine. Watu watakuja na wataondoka. Uzuri nyumba ya Mungu ni gereji. Kama ni gari litakuja litarekebishwa, litaenda kwa mmiliki ataenda kuliendesha tena. Likiharibika litarudi gereji. Ndivyo ilivyo kwa Mungu. Wewe kama unajiona ni mkubwa zaidi ya Yesu, wewe hufai kukuwa Mkristo. Umepotea. Au kuna mtu anamsema? Naongea na wewe. Ndio. Wewe unaniangalia. Ndio. Ni lazima tuwe na mioyo ya kupondeka. Tabia ya kujikweza ndio tabia inaua Ukristo. Tunabakia kwa walokole. Walokole jina. Walokole lakini walokole jina. Hamna kitu nakipenda kama unyenyekevu. Na Mungu anapenda unyenyekevu. Hakuna mtu ninamchukia kwenye maisha yangu kama mtu anayejiinua. Unajua wewe nikupe tofauti. Msije mkafananisha hivi vitu. Unajua watani wangu wa haya wao ni desturi yao. Yaani wao hapo Mungu amewabariki. Unajua moja kati ya makabila ambao Mungu amebariki sana kwa na vitu ni haya. Unakataa? Hakuna mwaya utamkuta mjini huko ovyo ovyo. Unajua kwa nini? Nitakwambia ukinifuata private nitakwambia. Wahaya wao wana tabia ya kuvimba. Lakini kuvimba yao ni ya kweli. Kuvimba yao ni ya kweli. Yaani mwaya hata umkute yeye ni maskini wa kutupa. Na pia kwani naongea uongo. Yaani mtasaje simeokoka bwana wanyenye mpo kwenye lokundi. Hata umkute ni maskini kabisa yule wa kutupa. Lazima umuone yuko vizuri. Sasa mimi siongelei hao. Mimi naongelea kwenye kazi ya Mungu. Si ndio? Wale ili ni desturi yao. Unajua wewe nikwambia kila sehemu kuna desturi. Kila sehemu kuna haiba yao. Kila sehemu kuna vile vitu ambavyo ni lazima vitakuwepo. Wewe unamkuta mwana amekaa kingadinga bwana wewe. Haya wamenyoka. Wakina Ruth hivyo. Lakini nachoongelea hapa, naongelea habari ya kiroho. Unyenyekevu katika kumtumikia Mungu ni kitu cha msingi. Unyenyekevu katika kutumika ni kitu cha msingi. Usipokuwa mnyenyekevu huwezi kumuona Mungu. Unaweza ukasema mchungaji ana upako, lakini upako una wewe. Kwa sababu ya kujikweza. Usipende tabia ya kujikweza na kujiinua. Kama unacho nyamaza, kama hauna nyamaza. Sio lazima mtu ajue unamiliki nini. Sio lazima mtu ajue una huduma gani, watu wataona matunda. Sio lazima useme mimi nina Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ataondoka muda huu. Yaani mimi nina Roho Mtakatifu ananionyesha. Kanisa lile mimi ndo nimejazwa nguvu za Mungu. Mimi